hakika wewe Mungu ni mwema. Yale yote umetenda yanifanya nikuinue. Yale yote umetenda hakika wewe Mungu ni mwema. Ninakuinua Bwana nikisema wewe 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 ni mwema. Ai, sauti iliyoje. Thank you so much. Kama uko na swali yote unataka kuuliza Teacher Mercy, unaweza responde. Kama uko na swali yote unataka kuuliza Teacher Mercy, maybe kama wewe ni student wake pia unaweza tuandikia hapo. Alafu tutaisoma. Teacher Mercy. So Teacher Mercy, how do you feel wakati unaimba alafu watu wanakuambia wamekuwa blessed na nyimbo zako? How do you feel? Kama kuna kitu very challenging kabisa ni ministry ya wimbo. Wacha ile kanisani tasimama pale kusikia watu wanasikia hapo. Sasa wimbo umeenda studioni ukiwa peke yako, umerekodi wimbo na uko nayo kwa simu yako, hata ujui uweke YouTube, uweke TikTok, saa hii sasa mambo hakuna ile kaseta tungeenda kwa magari tumwambie mtu wa gari, hebu niingizie hapo watu wasikie wimbo wangu, ama uende mahali na mtu chukua hii kaseti weka pale watu wasikie. Sasa imekuwa ngumu, lakini kwa neema tu ya Mungu tunaweza yote. Do you feel social media imesaidia sana especially kufanya wasanii wajulikane, ama social media imekuja kuharibu wasanii? Social media iko na upande mwingine, kila kitu imekuja kusaidia, kwa sababu mimi kama mimi najijua wale wengine. Kwa hivyo nikingoja sana mtu anishike mkono, nitangoja kwa mtu apatikane, kusema nitakutie ama mimi mwenyewe nitakuja mwanadamu kwa tunachoka. Na unaweza tumainia mtu fulani atakusaidia alafu kusupport wewe mwenyewe usikie ni kama imekuwa mwisho wako. Lakini social media imekuja kwa sababu ni ofisi yako. Wewe na simu yako na network yako. Unaingia kwenye ile ofisi ambayo inaitwa kuingia kwa dunia nzima umejitangaza. Kwa hivyo wewe kujitangaza pale, mwenye ataiona ule mko haijalishi kidogo na unaimba na kwa unaimba mtu amekufuatiliana tu anakujua maisha yako ya kawaida, lakini anakupata pale. Wewe umepata imesaidia watu wakajulikana, imesaidia watu wakajulikana. Kuna historia ya copyright tunapata, wewe ni msanii vile umetoa wimbo yako vizuri sana, unapata mtu mwingine ametoa cover. So hizo covers zenye watu hutoa, mtu ameimba wimbo yako lakini anaimba na sauti nyingine alafu ameongeza kitu kidogo, unapata hata kwa YouTube ule mtu anapata more views compared to the original song. So is that a positive thing kwa wewe msanii ama it's a negative thing? Kitu cha kwanza mimi nasema ni positive kwa upande wangu, kwa sababu mimi spread the gospel to all. Kwa hiyo mahali hii sauti yangu ile anasukuma zaidi. Na uzuri wa hiyo social media ni kwamba watu ni search the original song. Kuna wakati mwingine ndio wabe mwenyewe analia atoke hapo. Sijasema fukuza, nimwambie tu anyamaze acha kulia. Tulikuja tukaidance jana sisi huku nje tukafuatilia ile trend, lakini kwenda kuitafutilia nikaamua fulani bali ambaye alikuwa kitambo kabisa. Kwa hivyo pia hawa watu kukuja kukava ama mwingine kuongeza kufanya remix inamsaidia yule msanii ambaye hakuwahi tambulika, anakuja anajulikana, amemsaidia pia kupush. Tusiangalie upande tu wa ubaya wake. Huyu mtu atatambulika mwenye kusukuma, lakini mwimbaji halisi ni nani ambaye alikuwa na the composition of the song, kwa sababu mtu hakuimba tu huo wimbo, aliketi chini akaandika. Ama kwa wengine tukapata kwa kusaidiwa na nguvu za Mungu, tukapata maono, wengine wetu tukapata ujumbe kutoka kwa Mungu, ama Mungu
akakutuma tu huu wimbo utaimba wakati fulani na wewe ukauandika. Kwa hivyo wakati ule mtu mwingine anakuja kusukuma, mimi naona kwa upande wangu atakuwa amenisaidia. Nilifikia yule mtu ambaye Okay, that's amazing. Kuna swali lingine pia watu uliza, hii usanii sababu unapata mtu ni mwimbaji lakini life yake haiko vizuri. Je, usanii inalipa ama haipo? Hiyo ni swali nzuri ila ni ngumu kabisa kujibu hilo, kwa sababu kwa upande wangu mimi upande wa malipo kwa sababu sijui, kwa sababu sijafika hapo mahali wanasema usanii inalipa. Ila kwa sasa mimi kuna hata watu wameniambia sasa hii unafanya kama hakuna pesa, si uachane tu nayo, lakini niwaambie tu unafanya kile ambacho kiko ndani ya moyo wako. When you serve God, when God has called in a certain area, He will make sure that He supply. Haitawahi katika supply yake tu ya Mungu tu, si ya mwanadamu, ya Mungu tu. So God uses different forms to motivate and to inspire you. Wakati mwingine hata wacha nirudi hapo kwa changamoto kidogo, nikasema mimi hata nimeachana na hii uimbaji. Mimi nang'ang'ana hapa na save pesa, mimi nang'ang'ana hapa na kuta moja mbili tatu ili niende studioni ambayo hairudishi. Lakini kuna wakati ikafika nikaona, am I doing a favor to God for singing? Actually it's not a favor. Sio favor eti wewe unamfanyia Mungu tu ati nimekuimbia tu wewe, hapana. So when we serve God faithfully, He rewards. He really does rewards in different ways. There are so many things ambazo tumechukulia tu kawaida, but God rewards. Kuna mahali unaweza enda uone huu tu ni Mungu, huu tu ni mkono wa Mungu. Kama sio Mungu mimi singefika hapa, singefika hapa, sisi mkono wa Mungu. Acha nikuulize swali, maybe nikurudishe nyuma kidogo. Wakati first time wakati ulienda kuingia studio hivi unaenda kurekodi, na the first time pia ulienda kushoot, ulifeel aje? Kwanza nilifeel nimetoka katika environment fulani, you know, there's something called stagnation. Kuna kitu kimekuhold, but wakati niliingia studio nilisikia uwepo tofauti, nikasema kumbe we always have fear of doing things that we don't know. Unajua ukisoma story ya Abraham, wakati Mungu alikuwa anamwambia enda nitakuwa pamoja na wewe, alikuwa anaenda mahali hapa majini. Mungu alimwambia wacha familia yako, wewe tu na nyumba yako, ambaye the wife na ambaye alienda na yule jamaa wake anaitwa Lot, aende mahali hapajui, lakini Mungu mwenyewe ndiye atamdirect. So wakati mimi niliingia kwa ile studio nilisikia uwepo ambao ni tofauti kabisa, nikasema so sometimes we fail to do something because of fear. What will happen? We see people singing, we see people worshiping, then their lives inaenda vibaya, ama maisha yao inakuja inaharibika. Ni uoga tu uko ndani ya mtu tu, anasema kwa sababu maisha ya watu wengine haitaenda vizuri. Lakini when we leave it to God, imagine He makes way. He straightens the crooked path. Anaondoa hiyo milima yote alafu anakuangalia hivi. Yaani unaona mwangaza pia nini? Even if it is darkness covering of the place, there is a light that is always coming from God, and it will direct you and you will never go wrong with God. Amazing. You will never ever go wrong with God, manze. Anytime umeka plans zako kwa Mungu, I always tell you guys, manze, ukiweka plans zako kwa God, kila kitu itakuwa fulani. Na God achelewi, God hakosi kufanya kenye unaomba. Ile kitu anatakaga tu kwako tu ni kuwa patient tu. Vile mwalimu amesema, usanii pia ukiwa artist, just give it time. Unaweza kwa sasa hivi kujipa, but one day, one time itajipa. So kama wewe ni artist uko pale nyumbani, wewe ni msanii, wewe ni Gen Z, wewe ni Gen Alpha, wewe ni millennial, unatakanga kuimba, and maybe unafikiria ai mambo yangu ya kuimba haiwezi. Try, start. Hata mwalimu wako hapa, doesn't matter what you do, just start. You never know wale watu inspire. Ama niaje mwalimu? Ni kweli? That's it. So guys, be inspired. And I'm super happy kwa sababu tuko na mwalimu ndani ya nyumba wewe. Na vile tumesema kama uko na swali yote unataka kuuliza Teacher Mercy, niulize. Na kama wewe ni student, ulifundishwa na Teacher Mercy, please let us know. Let us know kwa hii number 0719 144 144. Tuambie Teacher Mercy alikufundisha subject gani, na ulikuwa grade gani, ama ulikuwa class gani, sawa? Na pia kama sasa anakufundisha tuambie, sawa? Okay. So Teacher Mercy, maybe tukimalizia what are the future plans za Teacher Mercy? Are you planning to continue teaching, ama utaegemea kwa usanii, ama utafanya zote kwa? Hapo niseme tu God knows. Acha niachie Mungu kwa
sababu Mungu hata nikasema nilipotangulia kwamba ndio niingie ualimu, Mungu alikuwa ameshatangulia akapanga kwa nitakuwa katika huduma hii ya watoto ndio niweze kufanya injili yake iende sawa sawa. Na kwa sababu yote ni wito, hata walimu kuchukua moyo wa mtu, moyo Wito by the way. kwa sababu unaweza patana na watu aina tofauti tofauti wametoka manyumba tofauti tofauti, na ushindwe kama mwalimu down ya tools vile awasikia anasema down ya tools. So mtu yeyote yule anaweza shindwa, lakini mimi nikaona wote ni wito, kwa sababu ukaniingiza katika kufundisha neno, nikafundisha wale watoto, nitafundisha, na pia katika uimbaji yote ni injilisti. The purpose of all this is just to build the kingdom of God known. Kwa hivyo kama vile nimesema, kama Mungu ananiwezesha licha ya changamoto, kuna wakati namkumbusha Mungu, siwe unajua ninapitia hii, siwe unajua haya mambo, siwe hata unajua ule mshahara ninalipa, kumbe Mungu huwa anajua. Sasa saa zingine huwa nasema Mungu, mimi sina ila umenipatia kazi. Unajua tunasema we serve God with our resources, we serve God with everything that he has given us. Kwa hivyo nikaona si kama wakati ule mwingine ningelia, kwa sababu kuna shida katika dunia hii, shida yamo. Okay, thank you so much. Kidogo tu pia changamoto zimo, lakini tusiweke changamoto zaidi ya Mungu. Hizo changamoto tulete kwa Mungu kama burdens. They are our burdens. Mungu pia ametupatia hizo mahitaji, tuweze kumwambia kwamba Mungu, nikiwa na hii nitafanyaje, nikiwa na hii nitafanyaje, na Mungu atafanya njia kupitia tu kwa hizo changamoto unazoona. Usije ukakata tamaa ama kusema sitamtumikia Mungu kwa sababu ya hii na hii. Katika hiyo hali Mungu atafanya njia, hiyo hali pia ije ikamtukuze. Usikasahau hata na hapa tukaona Mungu peke yake. Thank you so much, Teacher Mercy. And maybe before tumalizie, ningetaka uangalie kamera au usalimie maybe wale walimu mnafundisha nao, unaweza kusalimia familia yako kwa na marafiki. Ukiangalia kamera. Kwanza kabisa ningependa kuanza na familia yangu, my husband, Dennis Faros. I love you so much. Thank you for supporting me in this ministry. Thank you for always encouraging me. Nakuambia kwamba mbele itakuwa sawa. Sasa hivi tunang'ang'ana. Mambo iko sawa pale mbele. Acha nikupe salamu kwa mtoto wangu ambaye nipenda sana channel hii ya Unit TV, ambayo tulikosana na remote, ndio mtoto atanitoroka. Anaitwa Caleb. Na pia nina watoto wengine, Joy, Nathan. Pokeeni salamu. Na niende kwa wazazi wangu ambao ni wa kiroho, nimelelewa na watu wengi. Nisalimie pasta wangu wa nyumbani, ndio Pastor Richard. Upande huu wa Nairobi nimelelewa pia na Pastor Paul Bishop, na nimelelewa sasa hivi na mchungaji anaitwa Reverend James Kiongo, wakiwa na mama yetu Reverend Virginia Kiongo wa pale kanisa la Deliverance Church. Mungu awabariki sana. Nimesahau walimu wetu, my fellow colleagues, sikosi kuwataja. Ninawapenda sana, mmekuwa timu kubwa behind me, always pushing me ahead. Mkiniambia hapana, hiyo bado. Ukitoa moja, usipumzike, toa nyingine. And to my boss, Reverend Madam Eunice Sarah, thank you so much. Mimi ni mdogo, mimi ni mfanyikazi wako, lakini ulinichukua kama mtoto wako. Ninashukuru sana kabisa kwa msaada wote ule, na pia kwa kutuombea na kwa kutushikilia kama jamii nzima ya Riverside. Thank you so much. Wewe ametuma salamu kama unajua ndio anapenda kutuma. Nataka kutuma kwa salamu kwa nani? But wow, I'm super happy, kila mtu amesalimiwa. Kwanza umesema uko na Joy. Joy yako how old? 10 years. Hiyo mwingine ni Caleb. Caleb yako how old? 7 years. Na mwingine? Ethan Joshua. Caleb ndio anapenda Unit TV. Caleb niaje Caleb, nataka kukusalimia ndani ya television. Caleb, it's me Alex Tigai manze. Thank you so much for watch Unit TV. Tunawapenda pamoja nyinyi na siblings wenu akina Joy na Ethan na Caleb. Sawa, tunawapenda sana. Yeah. Na tuko na mama ndani ya TV. Mnafeel aje mama akiwa kwa TV? Mnafeel aje? Poa. Sawa. So before tumalizie show, what is that one thing that you're proud of you as a person? Maybe ukisema tu kitu moja ambayo umefurahisha ni mimi
wanakuwa kwa niko karibu sasa kupata huyo Gen Alpha Siberi sio atafikia majenzi. Niko na mdogo, a toddler, na niko na wa hapo katikati. So in this life we are living, mtu anaweza sema kwa sababu nimeoleka, kwa hivyo talent yangu ama my dreams were shut. No, you have to live your life because the life you are living is not just your own. It's a God-given purpose life. Kwa hivyo hata ukiwa miaka 3 usiseme nimechelewa sana. Uenda wewe talanta yako sio kuimba, uenda talanta yako ni mchezaji wa mpira wa kandanda. Uko na talent pale nje, kuna talent nyingi ambazo tunaona, kuna uchoraji, kuna usafi aina mbalimbali. Kwa hivyo usifikie mahali ukasema kwa sababu nimepata mtoto. Unajua kuna these young people, the Gen Zs wanasema nimepata mtoto basi they shut themselves, wanajifungia mahali, they feel isolated. No, you are still in the promise of God and you are still in the plan of God. One mistake done is not a mistake forever. You can just go back and align yourself in the purpose of God. So what I'm encouraging every person out there, I am a mother, but that does not stop me from serving God. I am a mother, but that does not stop me from recording. I still do it because I know all of these are the plans of God. Provided you be disciplined, provided you do the right things. As a wife, remember you have a husband. As a child, remember you have a parent. And if you are a child, remember you do as your parent helps you. So that the parent also is helped by God. Akupeleka studio, nimesikia tukisema tunataka kutoa wimbo. No, we request and God will make his plans successful. God will make his plans successful. And me, thank you so much. Chamasi, I'm super happy to see you also to create time. Wewe ni mwalimu. Siku kama ya leo unakuanga shule, lakini uliomba ruhusa ukuje hapa ili tukue na hii tuweze kuongelesha wanafunzi au sio? So right about now tunataka kwenda break na nataka Teacher Mercy atupeleke break na lugha ya mother tongue. Teacher Mercy, tupeleke break na lugha ya mother tongue. Ambia watu tunaenda break, tutarudi.